alimuondoa kwa ofisi kwa sababu Oburu hatofautishi mali ya Jaramogi Oginga na ya Raila. Hizo ni vitu mbili tofauti. Hao ni wanaume wawili tofauti. Kuna Jaramogi Oginga Odinga na kuna Raila Amolo Odinga, ambaye Raila ni mtoto wa Jaramogi, na hapo ndio wanashikana na Oburu. But kwa hizo vitu zingine hakuna vitu zibaya zinafanana na ule bwana ajielewi kusema hilo kweli. Ndiposa yeye mwenyewe akipewa tu pesa kidogo na Kasongo anarukaruka kila mahali, nataka pawa. Unataka pawa upeleke wapi? Kusema hilo kweli sasa hii tuambie watu ndio mkubwa ama deputy president wa Kenya. Watu watatuonaje? Kwa ubaya. Ukiangalia kama kuna negotiation ODM wanajaribu kufanya na government. Ukiangalia hii negotiation inaendaje? Kitu ya kwanza, I'm sorry kukuambia kwamba watu wale ambao ameita ni story ya Kasungura. Kwa sababu watu wale ambao wameitwa na Kasongo wasimame pale waongee, sio wale wenye ODM. Amini usiamini, ukitoa Sifuna ODM, umemaliza ODM once and for all. Na ukumbusanga kuna wakati Moi aliambia watu Kamotho ni KANU na KANU ni Kamotho. Ukitoa Kamotho KANU imeisha. Watu wakaona kama jokes. Wakati Raila Amolo Odinga aliwekwa kama Secretary General, ilikuwa head of KANU. Na story kaishia hapo na hiyo kaisha. Na mimi nawaambia hii kama unabii, na mwenye masikio na ateke vizuri asikie. Mimi nawaambia for free kwamba ODM ni Sifuna na Sifuna ndio ODM. Na ukitaka kuona mkutano wa ODM inanawiri na vile na kaanga, nenda uangalie mkutano ile Sifuna iko. Na kama hutaki kuangalia hiyo, hii ingine ni story ya Kakazungura, ya Kakambwea. Hakuna chochote ambaye mnayezungumza. Mimi niliwaona hapo KICC juzi. Wasema 10 point agenda. 10 point agenda ilikuwa imeandikwa na Raila. Akasema kwamba to implement ile vitu ambaye inafaa vijana wapate kazi. Ni wangapi wako na kazi hii? More than 130 companies in this ilikuwa hapo kabla Uhuru hajatoka. Hii 10 point agenda ilikuwa ya Raila bwana. Ilikuwa ya Raila na Ruto ambaye ilikuwa about ODM. Na spokesman wa ODM ni nani? Ni Sifuna. Sasa huyu mwingine unaita uende mkakutana naye kusema yule sasa nyingine hata president anafanyanga vitu vingine umwangalie hivi. Unaona anasema watu wanamchukia, watu wanamchallenge au wengine wamekaa chini wanasema kumtoa. Si hata wewe mtu ana tabia kama hiyo yako unaweza kataa kumtoa. Kwa hebu imagine mnakaa chini pale KICC. Mnalipa pesa mingi ya serikali. Taxpayers money. Mkidiscuss na watu ambao unajua ni fake. Si original. Spokesman unamjua. Alafu unasema mimi sitaki ni mtu akae kama na supervise. Asa Sifuna wewe huwezi kunisupervise. Sisi tunakusupervise bro. Bwana Ruto, tunakusupervise. Kwa sababu tumekuajiri, na kama unataka tukusupervise toka. Mambo mawili, toka tu. Hautasikia tukikuuliza na hautajui kusikia tukikupigia simu atuliendanga wapi. Ukienda huko asubuhi, hata mimi asubuhi siwezi kuja. Atingie kutafuta ati nakuja kuangalia na kuangalia nini? Surely. Wewe hata ukifikiria na akili yako. Nataka tufikirie ukweli. Watu wale ambao walikuwa wanaita pale muende kuzungumza hao si ODM. ODM ni Sifuna. Na kama hakuna Sifuna, hakuna ODM. Simple and clear. Na ya pili ningependa muelewe na mkao mkijua kutoka leo. Hii jambo ambaye inahusu chama cha ODM ina spokesman wake. Spokesman ndio weka kila kitu, mpaka faili zake, bangilio yake, certificate na each and everything. Sasa hii yenu ambaye mnaita mzee mwingine ambaye anataka ujipawa, surely mnazungumzia nini? Mimi nataka kuwaonya. Kama mnataka kuzungumza na ODM, zungumzeni na Sifuna. Na kama mnataka kuzungumza na Sifuna, mwachane na ODM. Ya pili, ODM is part of United Opposition. Niwaambie for free. Mkaa mkijua. ODM. Na kama mkusikia hata vile natembea alikuwa anawaambia jana. ODM ni part of United Opposition. Simple.
Asante.